Na mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi chako kipendacho cha Fresh News TV. Na dada, topic yetu leo itakuwa ni about lack of support to people who have talent. Na kuna mgeni hapa, tutakuwa tunaweza kuongelea mengi na tutakuwa tunaweza kujadili. Kumbuka unatazama Fresh News TV. Jina langu ni Sabless. So, naona kama unaweza kuona tuna mgeni. So dada, habari yako? Nzuri kaka. Unaweza kutuambia tu majina yako kamili? Kwa majina ni Eliza Peter, wengi TikTok name ama username anywhere Liznat or Lisbeth. Kupitia majina matatu unaweza niita moja, sitakata, nitaitika tu. Naam, kama tunavyosema kwamba topic yetu leo ambayo imekuwa tu about ani watu ambao wanakuwa na talent wanakosa support. Sasa mimi kwingine nianza kwa kuuliza ni wewe inafikia wapi mpaka unapata kwamba mtu ako na talent lakini anakosa support? Wewe inafikia yani inakuwa vipi mpaka mtu anaweza kuwa ako na talent but unapata hapati support? To me is we have a lot of people and we have a lot of people, but in that a lot of people we have people with different talents. Unaweza kuwa una kipaji cha kucheza mpira, unaweza kuwa una kipaji cha kuimba, unaweza kuwa una kipaji cha kuigiza, lakini we come from different backgrounds. Inaweza kuwa mimi ndio na kipaji cha kuimba lakini natoka katika familia yenye uwezo. Of course nikitaka kujiendeleza nitategemea familia yangu. Alafu kuna mimi sasa mwenye na kipaji cha kuigiza. Familia haina mwelekeo, hatuna mbele wala nyuma, naangalia wapi? Umeshaona? Hizo ni vitu mbili ambazo ni tofauti. Cha tatu pia inaweza kuwa tuko under management, sawa? Tuna support, watu wanatusupport, lakini pia kutusupport kwa wanatufinyilia. Umeelewa? Sasa badala sisi tuendelee, wenye tuna vipaji wanaendelea wao. Ushaona? Hiyo mwanzo ndio chanzo kubwa ambapo we have a lot of talents but people are sleeping with talents. Hawataki kufinywa. For me, kama mtu ana kipaji na umeamua kumsupport, msupport vizuri. Na kama ni kumlipa, mlipe sawa sawa na kazi aliyoifanya. Kuna mengine ungetaka kujua maybe? Na kwa mfano kuna ule mtu ambao amekaa pale nyumbani, unajua sometimes wewe inatokana na wazazi. Unapata kwamba mzazi anakaa na mtoto wake, lakini amekaa na mtoto wake, mtoto ana talent fulani. Lakini pengine mzazi unapana, kwa mfano mzazi inatokana na mzazi mwenyewe hawezi kusupport. Kwa inakuwa ni shida. Mtoto pengine ana talent kama kucheza mpira, lakini unapata mzazi anaanza kusema mimi nakulipia school fees uende shuleni ucheze mpira, nakulipia school fees, kwa hiyo mimi naharibu school fees yangu. So unapata kwamba mtoto anaanza kusema guy, kama my parent hawezi kunisupport, so naweza kufanya nini? So unapata kwa mfano unapata watu wengine ndio ni support, wanakosa support kutoka hata kwa familia ambao ni wazazi wenyewe. Hiyo kikwangu ni mbaya. Maana maybe let's say my dad or my mom, yeye kwa akili yake anataka niwe daktari, ananisomesha niwe daktari. Sawa. Lakini mimi mwenyewe najua mimi sitaki udaktari, nataka uigizaji filamu, si ndio? So we have different dreams. Mamangu anataka niwe doctor, mimi mwenyewe nataka niwe muigizaji. So that's a problem. Tayari huo tunakosana, tunapitana mahali ambapo mimi nataka mamangu anisaidie anisaidie na mimi nijisaidie, niinue talent yangu, lakini yeye haizi nisaidia, maana yeye yataka niwe daktari. Umeona? Sasa hiyo inaleta kukosana, pia italeta kukosana ambapo inafika wakati ambapo hata mimi mwenyewe na give up. Nasema nikiangalia kweli nyumba ninayoishi ni ya mama ama ni ya baba, chakula ni cha baba, nguo ninazovaa nategemea baba, acha niachane na hii talent. Acha nifanye kenye mama anafanya nini? Anasema. Sasa umeona hicho ni kipaji tayari watu wamekilalia. Sawa. Na pengine pia saa zingine mtoto anajifanya kichwa ina lead hata mzazi kumfukuza nyumbani. Umeona? Anamfukuza, ama watu hujasikia cases za kuwa mzazi ameacha kumlipia mtoto wake shule, ada ya shule kwa sababu ya hiki na hiki. Mfano mtoto hataki yaani unajua kuna wengine tunaweza kuwa madanda darasani lakini nje on field work we can do best. Ikifika ni kwa mpira tunachapa mpira vibaya. Ikifika ni kwa uigizaji filamu hatari. Ikifika ni kwa kuimba mashallah. Na sisi tunataka tufanye kenye tunataka tufanye, lakini wazazi wanatuforce tufanye kenye wanataka wafanye. So mimi ningeambia familia, kushikana mkono ni pazuri, kitu kizuri sana. Ya nini uharibu pesa zako na mimi nina talanta? Hizo pesa utakazotumia ambazo unataka kuziharibu, ziharibie mimi kwangu nijiinue. Na nikijiinua tutafika utakapofika. Tunao waimbaji wakubwa tuanze kama Diamond Platnumz. Amesaidiwa sana na mama yake.
ingekuwa si mama yake kumsupport, Diamond angefika mahali alipo. Maana hata sasa hivi akitaka ku give up, haizi give up. Maana anajua kuna fans, kuna mama ambaye anamtegemea nyuma. Ushaona? That's a good support. Kitu ambacho mwenyewe ukisimama mahali kujitambulisha unajivunia, mimi najivunia kuwa mwimbaji, maana hata mama mmoja anajivunia kuwa mimi ni mwimbaji. Ushaona? Lakini hivyo tuseme Diamond angepata hiyo support kutoka mama yake, angekuwa wapi sasa hivi? Kweli. Unajua pia kwenye uigizaji, kwenye kuimba, kwenye mpira kuna changamoto nyingi. Kuna changamoto nyingi ambazo zinaweza kufanya umeanza vizuri unakafika katikati umekwama. Wapo wengi wameanza, mtu ameanza na kipaji cha kuimba, anafika friends ama enemies pia wanamock. Ushaona, hujui kuimba, una sauti, unaacha kuimba. Lakini kumbuka ukirudi nyumbani pia mama anaongezea zaidi, unaimba nini na hujui kuimba. Ushaona, na kuvunja moyo kabisa, unaacha kuimba. Lakini what if you are mocked by friends or your haters, wanakumock, but ukifika nyumbani mamako anakuambia mwanangu una sauti nzuri, sauti yako kama malaika, unaweza. So unaona, kupatia morali. You go out, they mock you, when you come back mamako anakumotivate kila siku, anakuencourage, inakuinua, inazidi kukuinua, inazidi kukupatia morali. Ushaona? Naam, kwa hiyo kwa kifupi unasema kwamba unajaribu kusema kwamba support ambayo inahitajika sana ni support ya mzazi ama ya familia. Support ya mzazi na familia, that's best. Ushaona? Wakikuinua, you'll work on a good atmosphere. Ushaona? Mama atakuinua, familia pia na iko into support na wewe. Yaani utafanya best, ambapo hata mtu mwenye yuko nje atataka kukumanage. Maana ataona kiangalia familia yake wanamtakia mema, kiangalia wazazi wanamtakia mema, mimi kwa nini nisiku manage? Ushaona? Mimi kwa nini nisiku manage? Hata mimi mwenyewe nataka ni manage mtu in future mwenye kila mtu anamfurahikia, kwa familia yake anamfurahikia, anampenda. Ushaona? Sitaki managers hawapendi ku waste pesa zao. Watu wenye wanatoa management hawapendi ku waste. Ushaona? So to me, family it's the cause of all problem, ama lack of money. Lack of money pia ni mbaya. Inaweza kuwa unapata encouragement from parents, but hakuna pesa, utafanya nini? Hiyo ku-encourage ndio utakula. Of course huwezi songa na ku-encourage. Inaweza kuwa na kumotivate kila siku, lakini no money, there is no will go, my friend. Naam. Na kwa mfano ama kwa kifupi tu, unaweza kuwa unapata kwamba unajua sometimes wazazi nafikia kwamba mzazi nafikia mahali mtoto wake anamwambia bana mom, I have a talent, mimi na talent ya kuimba. Lakini unapata mzazi instead of supporting huyo mtoto anaanza kusema sasa wewe talent ya kuimba itakusaidia na nini? Kwa hiyo mimi naharibu pesa. Maana kuna watu wengi ambao tumeona ni wasanii tajika, wengine wacheza mpira ambao nini, unapata kwamba mtu pengine darasani hayuko vizuri ama katika masomo hayuko vizuri, lakini unapata kuna talent ambayo inaweza mpush ama ambaye inaweza msupport. Maana kuna wengine ambao pengine darasani yuko vizuri, lakini ukimwangalia football yuko sawa, kuimba yuko sawa, kucheza yuko sawa, lakini kitu ambacho anakosa ni support. Pia mimi kwa njia moja ama nyingine naweza kusema wazazi pia wao ndio wanachangia watoto wao kukufisha talent zao. Kwa sababu gani? Kwa sababu mzazi wakati ambapo mtoto anamwambia kwamba mom, I have this, niko na talent fulani, alafu mama yake anamwambia mimi sitaki hiyo, mimi nataka nikusomeshe uwe sijui fulani. Hauwezi ukaforce mtoto wako kuwa kitu ambaye hataki. Mtoto wako anaangalia talent. Unajua kitu ambacho inasaidia mtu sana sana ni talent ambayo uko nayo. Maana hata Biblia inasema kwamba Mungu ametumba na ability. Ametumba kila mtu na talent yake. So kila mtu ako na talent yake, lakini kitu ambacho nafikia kwamba mahali mpaka mzazi anaanza mtoto anakuwa na talent. Unapata mtu anasema, unamuuliza wewe ulivyokuwa mdogo ulikuwa unafanya, naambia mimi nilikuwa natamani kuwa nilikuwa natamani kuwa footballer, lakini mzazi wangu akakataa. So nikakufisha. So kwa nini nyingine naweza kusema kwamba wazazi ndio wanachangia support ama ndio wanafanya sometimes, ama watoto ambao wana talent fulani talent zao kukufa. Kweli unaweza kuchangia vipi? Kweli hiyo ni kweli. Wanachangia kwa kufa kwa talent za watoto, ni kweli. Maana unapomvunja mtoto moyo na aache hivyo, ndio imezima talent. Na hiyo sasa atakuwa ni kitu cha kusimulia, nilitaka kuwa mwimbaji, nilitaka kuwa mwigizaji filamu. Unaona, hizo ni vitu vya ndotoni. Hakuna kutaka tena, ni ufanye. Lakini sasa kama wazazi hawataki, unabidi ufanye. Wengine ni kwa watoto kwa kwenye geti kali. Kweli. Hata pia tuachane na mambo na wazazi. We have leaders in Kenya. Tunaongelea in Kenya, whereby we find in Nigeria, nchi geni, ambapo Nigeria wanakuaga na Nollywood industry. So Nollywood industry, upcoming artists
upcoming actors wanasainiwa, ambapo wanapewa management na you are given everything. Unakuta sasa watu wakubwa, watu kama kina Aike bwana, kina Johnny, kina Yemi Alade, kina Tiwa Savage wako under management. Ushaona? Look their life. People travel. Angalia vile talanta zimewasaidia katika maisha. Watu wanaenda nchi mbalimbali kukuza talanta zao, lakini in Kenya we don't have such industry. Kitu ambacho Kenya kinatufelisha, Kenya kuna ubaguaji mwingi. Kweli kabisa. Ambapo mimi nafanya kazi na timu fulani, siwezi chukua mtu wa mbali, nachukua mtu wa familia. Ushaona? Alafu pia kuna ukabila fulani ambao unaendelea. Ukabila tutakuzana vipi jamani ili taifa lijulikane? Mimi ningependelea hilo, ndo waga nitamanio langu. Uanzishe hata kama ni industry, iwe ya short film, iwe ya bongo, iwe ya nini, at least sisi ambao ndo vipaji vinaanza kutoka kama vile marago kimea ndo yaanza kuchomoza, tunasajiliwa, tunasaidika mbele, tunaenda. Angalia sasa wa Nigeria wameshaanza kuunganika na Uganda. Ushaona Uganda sasa wanataka wapige collab, waanze kushoot more movies. Unaona hivyo ndo Nigeria inajipanua, lakini Kenya we are still the same, kwa sababu hata kukitoka au mtu akuja na script yake ni wale ambao tumewazoea wana act. Na kuhusu ma journalist, kukuja opportunity wale kina Lulu Hassan, kina Rashid Abdalla wenye tumewazoea, ambapo we have a lot of people wenye wamesomea na wenye walikuwa na hizo talanta na wana hiyo matamanio ya kuja kuwa ma journalist. Umeona? Lakini bado in Kenya ni wale. Miaka isonge, mimi toka niko mdogo ni wale nawajua. Na hata kama Rashid Abdalla ni watu wa juzi, lakini na hope wako na miaka kwenye industry ya Citizen. Wako na usemi, nilikuwa na Kenya, naomba tu we have big people like Bahati, Nadia Mkami, Aro Boy. We have a lot of big people. We have Ben, anaitwa nani, Bien. Tuna Bien. We have also the president of Kenya. At least atuangalie na sisi vijana wa Kenya, atusupport. Si kila mtu ana work best akiwa darasani kabisa. Wengine tuna talanta, kama mimi nina talanta ya kuigiza na sieti kuwa sina nacho, lakini hakinitoshi bado. Nikapata kama management ama mtu atanishikilia tu kidogo nami nijiinue, nitafanya vizuri. So what I need Kenya ni pia sisi tushikane mkono kama viongozi, mtushike mkono sisi vijana, tujiinue, ndio ili Kenya ijulikane zaidi. Sasa unafikiria sasa hivi wa Nigeria wanajulikana mpaka nchi za nje zinajua Nigeria, kwa hakuna watu wasio, hata kama uelewi movie za Nigeria unaangalia tu vibonzo. Ushaona? Hivi sasa imewakuza, and we see that Kenya is the capital city of Africa. But hatuonekane kwenye screen. Kwa kuimba hatuko, kuigiza pia hatuko, hata tuseme kwa mpira ndo tunajaribu. Lakini Nigeria has taken all over. Kwa kuimba wako the top singers in East Africa coming from where? Nigeria. The top actors and the top actresses. Huwezi compare Kenya na Nigeria. Do you know that? Mimi kwangu, I don't know if you guys, lakini kwangu mimi siwezi compare. They are doing good. Sasa hivi wako na series. Sisi Kenya tuko wapi? Tuko nyuma bado. Naam, penzi mtazamaji, kama unaweza kuona tuko na topic yetu ambayo leo mbona kuongea kuhusu talent. Mbona unakosa, unapata kwamba mtu anakuwa na talent ama mtoto anakuwa na talent fulani, ability fulani, lakini anakosa support kwa mzazi. Na pia tunakuwa tunaomba sisi kama vijana, na kuna wengine najua wanatutazama, kitu ambacho tunahitaji ni support. Ndio mtu yote ambaye unaweza kutazama video hii, with the president, with the governor, ama uwe mtu yote ambaye mfadhili wote, unaweza kutusupport. Kuna vijana ambao wanatamani sana, wana talent fulani huku nje, lakini wanakosa mtu wa kuwasaidia, wanakosa mtu wa kuwasupport, they like support. Wanatamani mtu kufanya kitu fulani, kama vile mwenzangu alivyosema ama dadangu alivyosema kwamba kuna nini, Kenya ndio kuna ability nyingi, kuna watu wana talent mbalimbali, lakini kitu ambacho tunakosa ni support. So tunahitaji support zaidi, tunahitaji support kutoka kwenu ambao yote utaweza kutazama video hii, ujue kwamba kuna watu ambao wana talent mbalimbali na wanahitaji support. Naam, asante sana kwa kutazama kipindi chetu cha talk show. Asante sana. Jina langu nafahamika kama Subless, tuko pale YouTube as Fresh News TV. Unaweza kulike, kushare. Kumbuka ni kila siku Jumamosi. Endelea kubaki nasi.
kuwa naye Sheridori ambaye tutakuwa tunampisha pale kidogo. Asante sana.